Inahitaji umoja na ushirika ili tuweze kufikia baraka za Mungu. Na jambo la kwanza katika kuepuka manunguniko, kuwa na moyo wa shukrani. Lazima ushukuru Mungu. Shukuru Mungu. Jambo la pili, kumtegemea Mungu katika kila hali. Ana aliona hali jinsi ilivyo. Yeye akasema hapa hakuna mtu mwingine. Mtu mmoja tu ambaye anaweza kutatua hili tatizo hapa ni Mungu. Mungu akawajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akawajibu. Lakini jambo la tatu, kudumu katika maombi. Watu wengi wakishaona tatizo wanashindwa kuchukua muda wa maombi. Matokeo yake sasa ni kuanza kulalamika. Unafikiri kulalamika kutakusaidia? Wana wa Mungu, tukishaona tatizo sisi tunaweka malalamiko, ndio anakuwa nafasi ya kwanza. Tunafikiri haya malalamiko yatatusaidia? Hapana. Mmoja tu ambaye anaweza kutusaidia ni Mungu peke yake. Lakini jambo la nne, jifunze kuvumilia. Ikiwa ulikuwa hauwezi kuvumilia, omba Mungu akupe moyo wa uvumilivu, ili hili ni wakati ambalo linakupa shida, lina wakati litapita. Amen. Lina wakati litapita. Lina wakati litapita. Lakini pia heshimu uongozi wa kiroho, kwa sababu maandiko yanasema kwamba wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kuheshimu uongozi wa kiroho ni jambo la msingi sana sana, kwa sababu ukiheshimu uongozi wa Roho Mtakatifu, kitakachoonekana ndani yako hautakuwa uchungu, haitakuwa chuki, haitakuwa lawama, bali ni tunda la Roho. Sifa kwa Yesu. Tunda la Roho ndio litakaloonekana ndani yako, kama unavyojua tunda la Roho ukisoma ile Galatia sura 5 ule mstari wa 22 mpaka 23. Lakini pia jifunze kuepuka maneno mabaya na fitna. Ili kuepuka manunguniko, jifunze jinsi ya kuepuka maneno mabaya na fitna. Na jambo la 7 ambalo ndio la mwisho, jifunze kuwa na upendo na unyenyekevu. Ukiweza kuwa na upendo na unyenyekevu, mambo ya manunguniko hayatakusumbua. Kwa sababu gani? Kwa sababu utaelewa huyu ambaye anafanya hivi ni mwanadamu kama mimi. Na kwa sababu ni mwanadamu kama mimi, natakiwa nimpende tu kwa bure. Amen. Natakiwa nimpende tu kwa bure. Kwa hiyo kwa ufupi, manunguniko yanaweza kuharibu kazi ya Mungu, lakini moyo wa shukrani, maombi, uvumilivu na upendo hujenga kanisa na kuleta baraka kwa Mungu. Baraka kwa Mungu zitakuja tukiwa na moyo wa upendo, tukiwa na moyo wa uvumilivu, tukiwa na umoja. Kwa hiyo kuliko kunungunika, fika sehemu, sema kama Ayubu, Bwana ndiye ametupa na Bwana ndiye ametwaa. Jina lake libarikiwe. Amen. Lakini pia angalia upendo. Angalia upendo. Kwenye ile Petro wa pili sura ile ya 4 mstari ule wa 7 na 8, kwamba upendo unasitiri wingi wa dhambi. Upendo unasitiri wingi wa dhambi. Kwa hiyo ukitumia akili, hautachukua muda kwenye mambo ya kulalamika. Kwa hiyo tumalize somo letu kwa kuhitimisha kwamba manunguniko ni jambo linaloweza kuharibu umoja, kupunguza nguvu, yaani kupunguza nguvu za kiroho, na kuzuia maendeleo ya kazi ya Mungu. Narudilia, manunguniko ni jambo ambalo linaweza kuharibu umoja, kupunguza nguvu za kiroho na kuzuia maendeleo ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo Biblia inatufundisha kuwa watumishi wa Mungu wanapaswa kuwa na moyo wa shukrani, uvumilivu na amani hata wanapopitia changamoto mbalimbali. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kazi ya Bwana
inapaswa kumtegemea Mungu. Wakati ukijua kwamba ninayoifanya ni kazi ya Mungu, hacha kuangalia wanadamu, kwa sababu ukiangalia wanadamu utafika sehemu utakatishwa tamaa. Ninaeleweka hivi? Utafika sehemu utakatishwa tamaa, kwa sababu inawezekana ulikuwa na maono mazuri ya kusaidia kanisa, lakini baada ya kuona watu wamekuja kinyume na ulivyofikiria, ukiwaona watu utakatukifanya mbe ni mutime nyamda wangana. Unafikiri ukishasema hiyo lugha itakufanya uwe na nguvu ya kazi ya Mungu? Hapana. Kwa hiyo kazi ya Mungu inamtegemea Mungu peke yake. Lakini pia unatakiwa kudumu katika maombi. Dumu katika maombi. Lakini pia heshimu uongozi. Heshimu uongozi na sema kwa maneno ya kujenga. Sema kwa maneno ya kujenga, na mwisho kulinda umoja wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulinda umoja wa kanisa. Kwa hiyo badala ya kunungunika, tunatakiwa kuwa watu wa faraja, upendo na kuonyesha matumaini. Kuliko kunungunika, tunatakiwa kuwa watu wa kutoa faraja kwa wengine, kuonyesha upendo kwa wengine, kuonyesha matumaini kwa wengine, huku tukimshukuru Roho Mtakatifu. Wakati tunapomruhusu Roho Mtakatifu aweze kuongoza maisha yetu, tutatumika kazi ya Mungu kwa furaha na uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna maswali nitayaomba, lakini niseme hivi. Inawezekana una tatizo ambalo linakuathiri. Labda lina muda ambalo linaweka moyo wako kukosa amani. Linaweka moyo wako kutokuwa na furaha. Ni kuombe uje. Tuombe kwa pamoja. Bwana Yesu atusaidie sana. Narudilia. Tulikuwa tunaeleza kwa ajili ya manunguniko. Na manunguniko ni vitu ambavyo vinaathiri watu wengi katika kanisa. Inawezekana moyo wako umeumizwa vya kutosha. Inawezekana moyo wako umekosa furaha muda wa kutosha. Inawezekana moyo wako umekosa amani muda wa kutosha. Inawezekana moja wapo ya yale tuliyoyasema ambayo ni vyanzo vinakuathiri. Ni kuombe uje tuombe kwa pamoja. Onyesha njia ya mbingu, msikilize anakusihi mtu wa dhambi njoo. Heri, 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 heri tutakusanyika kwake Mungu kwa furaha. Shida na shaka hazitakuwa kwetu mbinguni. Nataka nikusaidie jambo moja. Nataka nikusaidie. Watu wengi wamefika sehemu wamekatishwa tamaa. Kuna wengine mpaka wanashindwa hata kuja kanisani. Wakati anakaa tu kufikiria mtu. Nikienda tena si watafanya hivi. Tena si watafanya hivi. Tena itakuwa kuliko kuona Mungu, kuliko kuona neema ya Mungu, yeye anaona tu kulalamika. Anaona mtu kuliko kuona wema wa Mungu. Hicho ni kitu ambacho kiliathiri wana wengi wa Israeli wakashindwa kuingia Kanaani. Bwana Yesu atusaidie sana. Israeli jangwani, kama nilivyosema, waliokolewa kwa mkono wa nguvu. Lakini pia wakavushwa bahari ya Shamu kwa muujiza. Lakini pia njiani wakalishwa chakula cha kutoka mbinguni. Hao waliofanyiwa hayo yote wakadumu kwa manunguniko. Ikafanya Mungu achukizwe na kile kizazi, akasema hakuna sababu ya kuendelea nao watu. Wengi wao akawaharibu njiani. Na inawezekana, nimesema inawezekana kuna vitu ambavyo vimekuathiri kwenye moyo wako. Ni nafasi yako
Kwa sababu Paulo anasema jambo moja kwenye kitabu cha Wakorintho kwamba siku ya wokovu ndio leo. Amen. Siku ya wokovu ndio leo. Kwa hiyo ukiwa unasubiri kesho, haujui kesho sio ya kwako. Kwa sababu unaweza ukawa umeamka salama leo, lakini jioni ukawa maiti. Ni jambo la kawaida sana. Tuko pamoja wana wa Mungu? Ni jambo la kawaida sana. Mimi nafikiri tena tulikuwa hapo, mlisikia nilivyoshuhudia hapo. Nimedumu kwenye maombi ya kufunga, nikaendelea na maombi, nikaingia kwenye ibada, nilikuwa vizuri. Lakini nilitolewa hapa, nimeshashikwa hivi. Unafikiri kama ningekufa muda ule si tayari nimeenda Kwa hiyo Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama hawa ndo wameona kuna tatizo kwenye mioyo yao, basi tutaomba Mungu kwa ajili yao. Na kabla sijaomba, labda niombe mtu mmoja au wawili watatu kati ya hawa walioko hapa. Labda kuna mtu mmoja ambaye ndo leo mara yake ya kwanza kumpokea Yesu Kristo. Anaweza kupandisha kidole chake. Ikiwa ndo mara yako ya kwanza kumpokea Yesu Kristo, inawezekana unakuja kwenye kanisa lakini hujawahi kumpokea Yesu Kristo. Ikiwa ndo mara ya kwanza, unaweza kupandisha kidole. Basi hakuna. Wote tunahitaji kutengeneza kulingana na mwendo tulionao. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe.